Hivi Rigathi Gachagua, nisikie ukiongea maneno ya 27 na ukasema 2027 itakuwa mbaya kuliko 27. Tafadhali, mimi nimesaliwa hapa na sisi tumesaliwa hapa. Sisi ukiona tuko hapa, tumezaa watoto wetu hapa, tuko na wajukuu hapa, hatuondoki hapa. Nataka kukuuliza Rigathi Gachagua, yale yote umesema 92 mimi sikuona wewe mahali na ulikuwa Kenya hii. 97 sikuona ukisaidia wa jamii yetu hapa na ulikuwa kwa hii Kenya. 207 wakati watu walifariki hapa, walichomeka hapa upande wa Kiambaa, sikuona wewe hata kuleta rambirambi, sikuona hapa. Na sikuona bibi yako Dorcas, na sikuona watoto yako. Mimi mwenyewe wakati wa 207 mimi ndio nilienda Kiambaa kuchukua watu, nikapeleka hospitali. Nilikuwa naongea na Uhuru Muigai Kenyatta, former president. Na Rigathi, wacha nikwambie, kama ungekuwa hapa 2027 hiyo maneno unaongea kwa mdomo yako huwezi kuyaongea. Na mimi nakwambia wasi kama unataka uongozi Rigathi Gachagua, omba uongozi na njia ya maana, pana omba uongozi na njia ya jamii ya Wakikuyu. Ati ndio upate kiti, na ndio upate kiti unataka watu wafariki. Hatuwezi kukubali. Sisi tukiwa upande wa Rift Valley, kando na mimi kuwa mjumbe, mimi ni msaliwa wa hapa na mimi ni mwenyeji wa hapa, mimi mtu ya Rift Valley. Tunakuomba maneno ya Kiambaa uachane naye. Kiambaa mimi mwenyewe tumejenga kanisa huko. Sijaona mawe yako, sijaona simiti yako, sijaona mabati yako. Wewe kuongea tu ndio unafundisha vijana kuongea vibaya. Ukitukana William Ruto na ndio anaongoza saa hii, unamtukana majina ingine mbaya. Unafikiriaje jamii yao? Hako na watoto, hako na marafiki. Jamii ambayo wanakaa hapa watu yao, unafikiri watasema nini? Mimi naona wewe unataka inchi iungue. Na inchi ikiungua, hakuna inchi inaunguanga, watu ndio wanaungua. Miti inaitwa miti, msituni inaitwa msituni sababu ni miti iko wapi? Iko huko. Msituni ikiungua, hapana msituni inaungua, ni miti inaungua. Sasa wewe ukijua shida ile unataka kutuletea hapa, ungesema hiyo maneno sababu ya uongozi wako peke yake. Mimi siwezi kukubali mimi kupiganisha jamii, kupiganisha serikali. Inchi ni kubwa kuliko wewe na kuliko mimi. Wachana na maneno ya inchi kupiganisha watu. Omba kiti yako na njia ya amani. Hii kiti inapeanangwa na Mwenyezi Mungu. Kama ungekuwa mtu ya maana na mtu mzuri, ungevumilia na William Ruto. Na tumesema leo, kutoka leo, jamii ambayo wako Rift Valley hawako pamoja na wewe hata kidogo. Wacha hiyo mchama yako, unasema unachukua vijana hapa, unaenda kupea pesa kidogo wanavaa nguo. Hapa tuko na William Samoei Ruto mpaka wakati atamaliza. Na tutaanza kuzunguka hata sisi. Jamii ya Wakikuyu ambayo jamii yetu ambayo wanakaa upande wa Rift Valley ni nusu ya jamii ambayo wanakaa Central Province. Tuna watu wanakaa Bungoma, tuna watu wanakaa Kakamega, tuna watu wanakaa Lodwar, tuna watu ambao wanakaa Kisumu, tuna watu ambao wanakaa upande wa Lamu. Na hawa ni Wakikuyu. Mkikuyu hana kwao. Mkikuyu ni biashara kwa Kenya mzima. Wakati unaongea maneno yako ya kusema jamii ya tuko na jamii, huongei maneno ya jamii wote wakiwa Kenya. Jamii ya Wakikuyu. Si tunataka tutoshea wa Munyoro. Hawa wote miko na hawa wataenda kwa Munyoro. Tupe nafasi basi kama itotosha. Na eka hiyo yako mbili. We would like to tell the former deputy president as follows, that respect is a two-way traffic. Thus, while the political space is open for competition, the former deputy president should desist from abusing the leadership in power and other communities. That he should desist from revisiting the 2007 issues, since this is a foregone issue, and while referring to it as a Christmas party and promising a worse scenario come 2027, it meant to incite an inter-community conflict. We are asking him to state what he really meant, since he has all along been in big positions in the country and he has never assisted those who suffered in the entire country and Kiambaa in particular, which left gaps that cannot be restructured. We consider these acts of bitterness and echoes of war that can lead to a catastrophic outcome. Note that
we in the Rift Valley have been used to coexist with the other communities and we live harmoniously. He should have used all the energies to demonstrate his statesmanship and co-work with his colleagues in the opposition. For us, we are fully in support of the current government under the leadership of His Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto. Thank you and God bless you. Lakini ile kitu tunauliza ni ya kwamba sisi hapa tunataka amani. Kama Wamonyoro wanasema hali ya amani katika Rift Valley, tungekubaliana na hawa. Lakini wakileta maneno kutukumbusha ile maneno ambaye ilipita 2007, tunasikia mbaya sana. Kwa hivyo tunakumbuka vile tulipatwa na maneno hiyo wakati wa 2007, na tukisikia inazungumzwa namna hiyo, tunasema hiyo ilipita, wacha ipite. Naitwa Masi Njoki kutoka Huruma Ward, Tarbo. Mimi ningetaka kuambia Mr. Rigathi hivi. Rigathi, kwa mama ndio upata shida wakati vita imetokea. Ungekuwa hapa 2007, hiyo Christmas yenyewe unasema, nadhani ungerudia. Tuliachwa kwa kanisa na watoto, wazee wetu wakaenda vita, na hiyo vita haikutokea vizuri, na kuomba kwa heshima kubwa sana, wacha kutuambia ilikuwa Christmas utaona 2027. Sisi hakuna Kenya tunagoja kuona, na wacha tukuambie ukweli, sisi tukiwa wasinigisu hatuko pande yako. Wewe kama ni kitu unatafuta, tafuta kura kwa amani, ongea na watu vizuri, lakini matusi weka kando. Jina naitwa David Muganganga, mzaliwa na mkaaji wa hapa Rift Valley. Rigathi, tumehuzunika kwa ile maneno tumeona umeongea juzi ya kutukana rais wa Jamhuri ya Kenya. Pia ukijifanya unamtetea former president ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati ule tuliona ukikula buzi zake, tuliona ukiharibu mali ya mama ambaye ni mjane, mama ya Uhuru Kenyatta, na saa hii umekuja umejisafisha, unajifanya mzuri, unatetea Uhuru Kenyatta. Na hatujaona mahali penye mmefanya reconciliation, mahali penye mmelete maelewano. Kwa hivyo tutakuamini namna gani kama ile wakati ulikula buzi ya Uhuru? Kwa nini huna heshima na rais? Wewe mwenyewe unataka uongozi. Kama huwezi ukaheshimu viongozi wengine, wewe unataka uheshimiwe na nani? Tunakuomba Rigathi, wachana na rais wetu. Rais wetu ndio ulitueleza tukiwa mahali tulikuwa, ati sisi tusitoke kwa serikali kwa sababu tuko na share ndani. Uchunge sana ulimi. Ulimi ni kitu kidogo sana na inaweza kuasha hii dunia yote. Tunakuambia na tunakueleza tena, uache rais wetu afanye kazi yake polepole na afanye mambo yake. Wakati vita inatokeanga, sisi vijana, sisi ndio uanga tunatumika na wanasiasa ili tupiganie haki yao. Wakishapata haki yao, yeye mwenyewe warudingi kutusaidia sisi. Kwanza alituambia wakati ya shares, sisi watu hapa uwasinigishwa, hakuna share yote tulipewa. Sasa saa hii uko Munyoro uko shares, sijui tutapata gani. Sisi watu ya uwasinigishwa vijana tutaki kutumiwa tena. Sisi tuko nyuma ya president wetu William Samoei Ruto. Serikali ni ya broad base, wao walishindwa kukaa ndani, waachie wenye waliweza kukaa ndani wafanye kazi.